celebrating all skin tones. Kwa Kiswahili najivunia ngozi yangu. Tusherehekee aina zote za ngozi. Hii inatuambia nini kama watu wenye ualbino? Kwa sababu moja kwa moja imetulenga sisi, lakini na jamii kwa ujumla. Kwamba mimi kama mtu mwenye ualbino lazima niwe proud, yani nijivunie kwanza, nijikubali, nijithamini, nione kwamba naweza. Alafu nisiruhusu zile mitizamo hasi ikaniathiri kwa namna yoyote ile. Ndivyo inavyotafsiriwa. Na kwa jamii tusherekea aina zote za ngozi. Usimwangalie mtu kwa muonekano wake, usimtambulishe ukaniita wewe dada mwenye albino unless umekosa kabisa namna ya kuniaddress. Lakini hiyo ya mwisho nitambue kwa uwezo wangu, kwa mchango wangu, kwa majina yangu. Yani tuone kwamba tukubali kwamba huu ni utajiri mkubwa sana ambao Mwenyezi Mungu ametupatia sisi binadamu kuwa tofauti. Kwenye pale sehemu inaonyesha kwamba aina mbalimbali za ngozi umesema tusherehekee, celebrate all skin tones. Tusherehekee aina zote za ngozi. Hapo ya pili, ya kwanza inasema najivunia. Sawa, tusherehekee aina zote za ngozi. Mimi hapa naona umejumuisha. Yani unakusudia kwa maana wote, yani tusibaguane. Yes. Ndio fahamu mimi zaidi. Lakini ufasaha umeuzungumza. Sawa, kwa kweli inaakisi, lakini pia inaakisi ule umoja na mshikamano kwa watu wote ambao tumejaliwa hadi tofauti, tuendelee kushirikiana katika kuhakikisha tunaishi pamoja na tunashirikiana katika maendeleo halisi. Sawa, bila shaka tumekwenda vizuri katika muktadha huo, lakini tukirudi kwa Bwana Muhammad Abdallah, bila shaka taasisi zote zina bila fedha ziende. Yani bila ya kuwezeshwa ziende. Mungependa kuwezeshwa zaidi, bila shaka labda kwa mataifa, kwa zile sekta binafsi za kimataifa ama zile kampuni za kimataifa, hata pia za ndani. Sisi kwanza tunafurahi sana kushirikiana na sekta mbalimbali ili kuhakikisha activities zetu zinakuwa implemented. Kama unavyojua ni sawa kwamba taasisi zetu hazina vyanzo vya fedha. Huwa tunategemea mashirika kuweza kutusaidia. Kwa maana hiyo tunatoa wito kabisa kwa haya tunayoyafanya wayaone na iwe ni alama ya kujifunza kwamba leo wao wako kwenye sekta, wana uwezo wa maamuzi. Sidhani kila mtu kama atakwenda kuyafanya tunayoyafanya sisi kama taasisi. Lakini wewe katika kazi yako, katika kwa nafasi yako, una uwezo wa kuchangia kwa njia yoyote ile. Kabisa. Unaona? Ili mradi kuhakikisha tuna save maisha ya watu. Leo upo kwenye taasisi na unaweza kufanya hivyo. Ukisema hufanyi, wewe kesho inaweza wewe mwenyewe ukaja ukapata disability vile vile. Kabisa. Au mtoto wako au mjukuu wako. Kama hujatoa mchango wako kukuza hizi taasisi zetu, maana yake hata wewe ndani kwenye chini huko kwenye familia yako, ikija kitokea maana yake wewe utakuja kujilaumu wewe mwenyewe, na utakuja kujilaumu wakati huna tena nafasi uwezo wa kufanya chochote. Kwa hiyo tunatoa wito mashirika binafsi, taasisi za kiserikali washirikiane nasi kuhakikisha tunasaidiana katika mbio hizi. Hizi mbio hizi sio zetu sisi tu. Hizi hazina mwenyewe, ni zetu sote. Kabisa. Tukifanya maisha ya watu kuwa bora, utapata kwa Mungu na Mwenyezi Mungu atakujalia utafunguka zaidi. Ukichangia kwenye taasisi zetu hizi, wewe huwezi kusema utakuwa maskini. Kabisa. Isipokuwa Mwenyezi Mungu atakujalia utapata baraka na atakuongezea zaidi ya ulichotoa. Kabisa. Nafikiri kuchangia pia kuko kwa namna nyingi, sio lazima iwe pesa. Unaweza ukapeleka vifaa kama siku ya kesho, ukapeleka hizo assistive devices, ukaenda tu ukatoa utaalamu. Mimi ni daktari, nitakuja kufanya screening siku fulani, tangazia watu wako waje. Mimi ni mtaalamu, nakuja hapo nitaongea kama role model. Pia kuna watu wenye albino ambao wamefanikiwa, wametoka, wanajua changamoto ambazo tunazipitia. Wanaweza wakaja pia na wao angalia namna gani wanaweza washika mkono. Moja wapo sister wetu hapa Bi Clara, bosi wangu. Yeye hakai Zanzibar basically. Anakaa Dar es Salaam.
na katoka taasisi nyingine kabisa ya UNDP. Lakini mmemuomba akasema mimi nitajitolea, nitaomba kwa kazini kunipate ruhusa nije kukusaidieni. Kwa hiyo mchango wake mimi na respect sana. Kwa sababu ni wachache ambao wako katika taasisi kubwa na wana uwezo wa kufanya zaidi alichofanya Bi Clara. Lakini yeye kwa moyo wake, kwa sababu moyo wa kutoa, moyo wa kusaidia, yani kuwasema kutoa na kusaidia ni moyo, sio face ya mtu. Unaweza kwenda kukaa na mtu kuzungumza naye vizuri tu. Lakini moyo wake je, ana utayari kiasi gani? Kwa hiyo Bi Clara mimi nampa pongezi sana, appreciate it. Kwamba ni mtu kajitoa kweli. Utaalamu wake pekee sisi kama taasisi unatupa faraja na unatumotivate kusema kweli. Bi Clara, hongera sana kwa kutoa masa, lakini pia kutoa mchango wao katika swala hili, ukitambua kwamba binadamu sote tunapaswa kuwa katika hali sawa. Sawa, nikasema sio mimi ni shirika la UNDP. Maana nikisema ni mimi sasa kidogo inakuwa changamoto. Sawa, ndio, hongera sana. Kwa upande wako Bi Clara, tumeangalia changamoto wamezizungumza nyingi sana. Kwa upande wako labda unahisi kwa miaka ya sasa tuko mwishoni, lakini ungetuambia kwa ufupi sana, kwa miaka ya sasa labda changamoto kuna nini na ambayo kivyovyote kijamii, kivyovyote labda watu wanapaswa wafanye nini kwenye labda wakiwa na watu kama hao? Kwa sababu kuna watu wengine ambao wako katika hali duni. Tunafahamu kwamba kama mlivyozungumza, jua linaathiri katika namna mbalimbali kwa sababu ya vinasaba, kwa sababu melanin. Labda nini ambacho unatoa wito kwa? Naam, kwa zile changamoto alizozizungumza Bwana Mohamed hapa, kuna zile za kimaumbile, kuwa na uoni hafifu, sensitivity kwa ajili ya ngozi zetu. Kitu kama hicho tunatamani tuone serikali inaendelea kutoa ile accessibility ya afya, tunasema ufikiwaji wa afya. Tusisubiri tu mpaka Mohamed alete clinic katika kila wilaya. Tunaishukuru, of course serikali imejitahidi kwa kiasi chake, kila clinic, kila hospitali ya wilaya kule bara sasa hivi ukienda kuna saa unapata hizo sunscreen bila kununua, kwa sababu zipo katika dawa. Ndio. Tunalishukuru kwa hilo. Lakini kubwa kuliko yote ni uelewa, kwa sababu siku jamii itaelewa ualbino ni nini na madhara yake, changamoto zake ni nini, basi tutakuwa tumeepukana na vitu vingi, zile dhana potofu kwamba mtu mwenye ualbino yuko hivi na hivi. Yani ile kutekwa, ile kuishi kwa hofu kwa watu wenye ualbino kutapungua. Lakini kingine pia tuendelee kuwekeza kwa watu wenye ualbino, tuwape nafasi kana kwamba za kusoma, tusiwafiche ndani, wapewe nafasi katika wanapoenda kuomba ajira, wapewe nafasi katika sekta za uongozi. Lakini na sisi wenyewe tujitokeze. Unaweza ukatoa nafasi lakini hawaji. Kuna ile inferiority ambayo ipo. Hii kauli mbiu inatukumbusha tuachane na hiyo. Lakini pia tunaweza tukawawezesha kiuchumi. Unaona, kwa sababu ya zile mila potofu ziliturudisha nyuma kusema ukweli, hasa wanawake na wasichana. Tumerudi nyuma kiasi kwamba hatuwezi kujitegemea kiuchumi, na mtu yeyote ambaye hayupo uhuru kiuchumi, hasa mwanamke na msichana, basi yupo katika hatari kubwa ya kuwa exposed na masuala ya ukatili wa kijinsia. Ili hayo yasitokee, tunaamini mwanamke au msichana akiwa huru kiuchumi, aina nyingi sana za ukatili ataepukana nazo. Sasa bila shaka umepata maelezo mengi kuhusiana na watu wenye ualbino. Bila shaka umeelezea vyema, lakini pia umeelezea mahsusi kuhusu kuelekea siku ya kesho kule hospitali ya wapi umesema Kibunge, kaskazini kule. Kwa wale watu wote ambao wenye watu ama wenye watoto ama wanaohusiana na watu wenye ualbino, basi hii kesho ni siku yao. Kwa kweli kama kauli mbiu inavyosema, washerekee kwa pamoja, lakini pia wajihisi kwamba nao ni sehemu ya watu wengine, lakini pia wajali na kujithamini wenye wao. Ndio kitu ambacho kitawainua imara katika maendeleo yao na jamii kwa ujumla. Mtazamaji, nimalizie tu kitu kimoja kwamba ni muhimu sana watakiwa kumbuke watu wenye ualbino ni lazima kufanya screening au tunasema kufanya uchunguzi wa awali. Ndio. Angalau mara 2 kwa mwaka. Kwa hiyo fursa imekuja mlangoni, wajitokeze kwa wingi, na uzuri wenyewe tutakuwepo. Unajua kuna namna mwenzio akikuona wewe unatumia mafuta gani, hakuna cha mafuta gani, ni kujilinda. Okay. Kwa hiyo ili wapate hiyo elimu kesho waje. Na ili kweli unaweza kumkuta mtu mwenye ualbino mmoja ana kama
zile athari ambazo zinatokea. Inawezekana kwa sababu ya ukosefu wa matumizi. Sasa kwa sababu muda utoshi, ile ni kulingana na melanin kidogo aliyokuwepo nayo kwenye ngozi. Jua limempiga, ile melanin inajaribu kutoka kuja kumlinda. Ushatembea kwenye baridi, vile vipele vinatoka, vinakukinga. Kwa hiyo ile unazoona zile spots zile hazina madhara yoyote, bali ilijaribu kuja kumkinga na ile mionzi, ila kwa sababu ni kidogo, basi imebaki pale pale hata kurudi, yani ilitamani kubaki pale, na ndio maana nyinyi mkitembea kwenye jua mnakuwa weusi. Tunazidi ule weusi unazidi. Kwa hiyo na sisi inatoka kidogo ile inatoka kumlinda yeye. Kwa sababu muda ulikuwa tunao dakika moja, kiufupi kulikuwa kuna rafiki yangu mmoja hivi, nikimwangalia melanin zake zimerudi. Yaani yuko vizuri kama hivyo unavyoniona mimi. Akaniambia mimi bana, mimi ngozi yangu ilikuwa nyeupe kabisa. Nyeupe imekosa melanin. Lakini nimetumia mafuta fulani. Sasa hivi nikimwangalia nikimuona yuko kama hivi mimi, unajua. Haiwezekani. Au unaweza kudanganya. Hakuwa na uadilifu. Nitoa ufafanuzi kidogo. Muda umekwenda, lakini nitoa ufafanuzi mfupi kabisa. Kuna vitiligo. Mtu anaweza akapoteza ukamwona kama mimi hivi. Kama na albino. Lakini yale ni maradhi, ni aina ya maradhi ya ngozi ambayo akipatiwa treatment fulani anarudi. Kwa hiyo vitiligo ni tofauti na albinism. Vitiligo anaweza asizaliwe nayo. Asizaliwe nayo hiyo vitiligo, akazaliwa mweusi kama wewe tu. Lakini hata wewe mwenyewe inaweza kutokea, Mwenyezi Mungu akuepushie. Unaona? Na ukipata matibabu sahihi ikarudi. Lakini albinism haiwezekani. Kwa moja kwa moja. Haitibiki. Mimi niishie tu kwa kusema wazazi wenye watoto wenye albino wawahi mapema kuwa treat vizuri kulingana na miongozo tunayoitoa. Kwa sababu kujiunga na wajiunge na taasisi yetu ili wapate zile update. Ndio. Na vifaa vingine ambavyo pengine atakuwa wao hawajui. Na utaalamu wa kutumia hivyo vifaa. Lakini jambo la pili, ukumbuke kwamba kesho ya mtoto wako iko katika jukumu na dhamana yako wewe mwenyewe kwanza. Wewe mwenyewe mzazi ukianza tu kumnyima haki mtoto wako, basi uhakikisha kwamba na jamii usitegemee kama itamkubali. Lakini ukimkubali wewe mwanzo mtoto wako, ukamlinda, ukajua zile principles za malezi yake maalumu, ukampa elimu zote anazostahiki, basi amini kwamba na jamii itakubali zaidi utakavyomkubali wewe. Kweli kabisa. Kwa kweli wenyewe wanasema hatujafa hatujaumbika. Yaani tunaendelea kuishi na tunaendelea kuumbwa. Kwa hiyo tunapaswa sote tujiandae mapema, ikiwemo kuwekea mazingira vizuri watu wenye albino na watu wengine wenye ulemavu mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba ikitokezea kwenye jamii yako ama wewe mwenyewe, basi tayari umeshaweka mazingira vizuri. Tunakamilisha hivyo kwenye wasa huu kuelekea siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu ualbino. Mimi ni Mohamed Faki, nilikuwa naye Bi Clara Maliwa ambaye ni mratibu masuala ya jinsia na ujumuishaji ama ujumuishi, lakini pia nilikuwa naye Bwana Muhammad Abdalla ambaye ni katibu wa jumuiya ya watu wenye ualbino Zanzibar, kwa ufupi wanaita ZAO. Bila shaka ametoa address vizuri, ametoa namba za simu, wasiliana nao kupata maelekezo zaidi na update mbalimbali. Na kamilisha hivyo kwenye Dira Jioni kwa siku ya leo. Nilikuwa na Leila Mohamed kuanzia pale mwanzo kwenye habari za kitaifa, saa ya 3 na katika michezo corner kick, na tunakamilisha hivi na wageni wetu kutoka jumuiya ya watu wenye ualbino Zanzibar. Nikutakia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Zanzibar Cable Television, ukarimu Mombao.